Kuna kipindi wanafunzi wa Bwana Yesu walimuuliza swali kuhusu habari za kurudi kwake duniani na habari za siku za mwisho. Kuna majibu mengi Bwana Yesu aliyatoa kuhusu kurudi kwake na habari ya kuhusu siku za mwisho, na kati ya mambo alieleza mambo mengi. Kuna matukio mengi ambayo aliongea kwamba yatatokea kuhusu kurudi kwake, kuhusu habari za siku za mwisho. Kuna mengi aliyaongea, na tunavyojua na tunavyotambua, tunaishi katika nyakati za siku za mwisho. Tunaishi katika hizi nyakati za siku za mwisho, na Yesu kati ya maelezo aliyoyatoa kuhusu kurudi kwake alisema, kusoma ile Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14, anasema na habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda, alafu ule mwisho ndio utakaokuja. Kwa hiyo kurudi kwa Bwana Yesu inategemea kwa namna gani habari njema ya ufalme wa Mungu itakavyohubiriwa kwa mataifa yote. Kwa hiyo kati ya alama, kati ya matukio, kati ya matendo ambayo yatatokea au yanayotakiwa yatokee katika majira ya nyakati za mwisho ni pamoja na kuhubiriwa kwa habari njema ya ufalme, halafu ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kwa nini nasema hivi? Ni jukumu letu mimi na wewe kuhakikisha habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa kwa mataifa yote, kwa sababu Yesu alipoagiza, na kumbuka kabla hajaondoka, kati ya agizo muhimu ambalo Yesu aliagiza lifanyike baada ya kuondoka kwake ni sisi kutoka, ni kuenenda. Soma ile Mathayo 28:19, anasema enendeni kwa mataifa yote. Alikuwa anasema kuhusu agizo la kuenda kwa mataifa kuhubiria habari njema ya ufalme, kwa sababu yeye hawezi kurudi kama habari njema ya ufalme wa Mungu haijawafikia watu. Sasa nakushirikisha hii kwa nini? Nataka mimi na wewe tuwafikie mataifa kwa namna tofauti. Nataka mimi na wewe tushirikiane kuwafikia mataifa kwa jinsi mbalimbali, kwa namna ya injili ya kuwahubiria kwa maneno, injili ya kuwahubiria kwa matendo, injili ya kuwahubiria kwa vitu mbalimbali. Nimekuandalia tisheti, kutakuja na kofia, kutakuja na mavazi aina tofauti. Huo ni mpango na ni mkakati wa kuhubiri injili ya ufalme kwa njia tofauti. Zipo tisheti za aina tofauti. Kuna tisheti hapa zina ujumbe, zimeandikwa ufalme wa Mungu kwanza, alafu hapa kuna NT 633, manake Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Huu ni ujumbe. Inawezekana kama unaongea na mtu hata hujamwambia chochote, lakini akasema ujumbe, ni ujumbe unakuwa umemfikia. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unavaa kitu, kumbe hicho kitu kimebeba ujumbe ambao unawafikia wengine pasipo wewe kujua. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hili ni agizo ambalo Bwana Yesu ameagiza kwetu, ambalo sisi kama kanisa tunatakiwa tuwafikie wengi. Kwa hiyo nikuombe wewe, ndugu, jamaa, mwana wa ufalme, tushirikiane katika hili. Upate tisheti, ni gharama yake ndogo, 15,000. Unachangia kazi ya Mungu. Ni tisheti ambayo nimekutengenezea, tisheti ambayo unavaa unapendeza, pia unahubiri injili, unafikisha ujumbe, pia unabarikiwa, kwa sababu hata neno la Mungu linasema katika kitabu cha Danieli kwamba wale wanaowaleta wengi kwa Kristo watainuliwa, kwamba kadiri unavyoleta mtu kwa Kristo kwa kile kitu unachokifanya ili kumvutia mwingine kwenye ufalme wa Mungu, tayari unakuwa umehubiri injili. Kwa hiyo zipo tisheti hapa, size tofauti, rangi tofauti, hasa ni nyekundu, nyeupe na nyeusi. Zina ujumbe wa neno la Mungu. Baadaye kuna kofia zinaandaliwa, baadaye kuna mikoba inaandaliwa, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha injili ya ufalme inahubiriwa kwa kila mtu. Inawezekana wewe pengine unaona aibu kuongea na mtu kuhusu mambo ya Mungu, lakini kumbe ukavaa tisheti ukamhubiria mwingine, ukavaa nguo yako, ukavaa kofia yako, ukavaa kitu chochote ambacho
kinafikisha ujumbe. Kwa hiyo kwa kuungana na agizo la Bwana Yesu la enendeni, hebu tuungane kwa ajili ya kupeleka Injili kwa kuvaa mavazi ambayo yanahubiri habari za ufalme. Mungu akubariki sana.